Papa Francisco au kwa Kilatini Franciscus alizaliwa tarehe 17 Disemba mwaka 1936. Alikuwa askofu wa Roma na hivyo alikuwa papa wa kanisa Katoliki duniani kote na hasa mtawala wa Vatican tangu tarehe 13 Machi mwaka 2013 hadi umauti ulipomkuta. Amemfuata Papa Benedikto wa 16 akiwa wa 266 katika orodha ya mapapa wote waliowahi kutawala katika kanisa Katoliki. Katika miaka 12 ya upapa, Francisco alijulikana kwa unyenyekevu, mkazo juu ya huruma ya Mungu, juhudi kwa ajili ya wanyonge, haki ya kijamii na majadiliano na dini nyingine. Alizaliwa huko Argentina na ikumbukwe kwamba Papa Francisco alikuwa ni papa wa kwanza kutoka Amerika na hasa Amerika ya Kusini. Upapa wake uliashiria mtazamo wa kichungaji zaidi ukilinganishwa na watangulizi wake, na aligeuka kuwa sauti yenye ushawishi mkubwa wa maadili kuhusu masuala kama mabadiliko ya tabia nchi, uhamiaji, ukosefu wa usawa na hasa amani. Waraka wake wa kichungaji wa mwaka 2015 ambao ulifahamika kama Laudato Si, uliotoa wito wa kuhifadhi mazingira na kuchukua hatua za haraka dhidi ya ongezeko la joto duniani, ulisifiwa sana na kunukuliwa mara kwa mara katika mijadala ya sera za kimataifa. Francisco pia alianzisha mageuzi muhimu ndani ya ofisi kuu za Roma na alifanyia kazi mwitikio wa kanisa dhidi ya kashfa za unyanyasaji wa kijinsia. Aliwateua makardinali kutoka maeneo yasiyowakilishwa vizuri, akionyesha mwelekeo wa kanisa la kimataifa na jumuishi zaidi. Licha ya kukosolewa na makundi mbalimbali, Papa Francisco alibaki kuwa na ushawishi wa kimataifa hadi kifo chake kilichotokana na ugonjwa wa muda mrefu tarehe 21 Aprili mwaka 2025. Baada ya masomo ya kemia na kipindi kifupi cha kazi, tarehe 11 Machi mwaka 1958 alitikia wito wa kitawa wa kipadre. Akaweka nadhiri za muda tarehe 12 Machi mwaka 1960, akapata upadrisho tarehe 13 Disemba mwaka 1969, na tarehe 22 Aprili mwaka 1973 aliweka nadhiri za daima. Mwaka 1992 alichaguliwa kuwa askofu msaidizi huko jimboni kwao na akapewa daraja hiyo tarehe 27 Juni mwaka huo. Alafu akawa askofu mkuu wa jimbo hilo kuanzia tarehe 28 Februari mwaka 1998. Pia askofu wa Wakatoliki wa Mashariki wa Argentina wasio na askofu wa kwao tarehe 6 Novemba mwaka 1998 akateuliwa kuwa kardinali tarehe 21 Februari mwaka 2001. Kati ya miaka ya 2005 na 2011 alikuwa rais wa baraza la maaskofu Katoliki la nchini kwao Argentina. Tofauti na kawaida ya muda mrefu, alijichagulia jina lisilowahi kutumiwa kabisa na mapapa waliomtangulia. Chaguo hilo linaelekeza nia ya kufuata kwa namna fulani roho ya Francisco wa Asizi. Kabla ya kuchaguliwa, alijulikana kwa unyenyekevu na ufukara wake, pamoja na juhudi za kutetea haki za wanyonge, imani sahihi na maadili ya kanisa. Tabia hizo alizileta katika ngazi ya juu kabisa ya kanisa Katoliki, akijivutia mioyo ya watu wengi sana. Tarehe 13 Aprili mwaka 2013 alichagua jopo la makardinali 8 kutoka mabara yote ili liweze kumsaidia kuongoza kanisa na kurekebisha idara na ofisi zake huko Vatikani. Papa Francisco alianza upapa wake tarehe 13 Machi mwaka 2013 kufuatia kujiuzuru kwa Papa Benedikto wa 16, akiwa papa wa kwanza kutoka katika shirika la Kijesuiti na pia papa wa kwanza kutoka Amerika. Uchaguzi wake uliashiria hatua muhimu katika historia ya kanisa Katoliki. Mwanzoni mwa upapa wake alivutia watu wengi mno kwa mtindo wake wa maisha rahisi na wa kichungaji, jambo lililoonekana katika uamuzi wake wa kuishi kwenye nyumba ya wageni ya Vatikani badala ya kasri la kitume. Alisisitiza huruma, unyenyekevu na huduma kwa maskini, akitoa mfano ulioeleweka na Wakatoliki wengi duniani kote. Alisonga mbele zaidi katika mazungumzo ya kidini hasa na Uislamu, na alijitahidi kuponya migawanyiko na kanisa la Kiorthodoksi la Mashariki na jumuiya za Kiprotestanti. Licha ya kupingwa vikali na baadhi ya watu, Papa Francisco aliendelea kuwa sauti yenye ushawishi mkubwa duniani, akitetea amani, haki ya kiuchumi
na heshima ya kila binadamu hadi kifo chake kilipomkuta mwaka 2025. Papa Francisco alifariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 Aprili mwaka 2025 saa 1:35 katika makazi yake. Kifo chake kilitangazwa na Kardinali Kevin kupitia kituo cha televisheni cha Vatican. Kwa mujibu wa desturi, mazishi ya Papa hufanyika kati ya siku 4 hadi 6 baada ya kifo chake, na inatarajiwa kwamba atazikwa katika kanisa kuu la Santa Maria kulingana na matakwa yake. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe milele. Mimi ni Fabiano Joseph, asante kwa kuwa nami.